Mbingu na nchi zitapita, everything kwa hii dunia itaisha, na kila hali iliyo na mwanzo iko na mwisho wake. Na hivyo ndio unastahili kuunderstand ya kwamba hata haya mambo huko ndani yake, hata hii majaribu, hata haya mashida, ninajua kwamba sometimes yanaweza kuwa yanavunja moyo wako. Ninajua kwamba inaweza kuwa inakupea hopelessness kwa sababu hujui utatoka vipi. Hivyo uliingia, Bwana atatoa njia ingine ya kukutoa katika hiyo hali. Maandiko yanasema adui watakuja kwa njia moja, lakini Mungu atawatawanya kwa njia 7. Yani hiyo Mungu, Biblia inajaribu kutuonesha kwamba God have several ways and different ways of dealing and taking you out. Ako na njia ya kukutoa katika hiyo hali. Ninajua kwamba kuna vile wewe ungependa Mungu akufanyie, kuna vile wewe ungependa Mungu akuokoe, kuna vile kwa mawazo yako unasema Bwana ungepitia hii ama upitie hivi nitakuwa sawa. Lakini hebu enda urelax, maana Mungu ako na several different ways ya kukutoa katika hiyo hali. Na ndio maana maandiko yakasema mwenye haki anaweza enda chini mara kadhaa, lakini bado atainuka. Kuna hope for you to be okay. Kuna hope for you my brother, my sister. Hata ule mti uliokatwa kuna hope ya kumea tena. Na Mungu ameshafanya kazi katika maisha yako, so si ati haujui ya kwamba Mungu anafanya miracle, si ati haujui ya kwamba Mungu anaokoa ama Mungu anainua. You know. Ndio maana ninakuambia mtu wa Mungu, the main thing you should focus on sio ati vile Mungu atafanya ama atafanya lini ama atafanya wapi. Believe him. Kazi yako ni kushika zile covenants ambaye amesema, maana hii ingine yote itapita. Everything else itapita. Leo unalia, kesho utacheka. Leo unaumia, kesho utapitia pazuri. But what ina remain constant ni kwamba Mungu ni mwaminifu na Mungu ako na njia ya kukutoa pale, na ndio maana akasema number 1, usiogope. Mara 365 katika Biblia imeandikwa do not fear because I am with you, for I am with you. You understand? Now this is what I'm saying. Kama 365 times imeandikwa hivyo, which means every day ukiamka Bwana anasema do not fear. Number 2, amesema ya kwamba tusiworry. John 14 pale anasema usifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu. Na akasema nyumbani kwa Baba kuna makao. Yani kuna connection between sisi na mbinguni through Yesu Kristo, na venye tumemwamini kuna uwezo wa kupokea vitu zilizo katika ulimwengu wa rohoni, because it's no longer about us, it's no longer about what we don't have. Now ni Mungu mwenyewe anatuprovidea, ndiye anaitwa Jehovah Jireh. So roho ya kuworry achilia kwa jina la Yesu Kristo. And that thing that God says katika maandiko matakatifu ambaye ni constant, yani ni haita change, ni kwamba hatawahi kuacha mpaka mwisho wa dahari. Hautaaibika na hautaenda chini. Hiyo ni promise amepromise. So I don't know what you're going through right now. I don't know how situations ambazo uko ndani, I might not even understand kile unapitia, lakini ninakuja kukwambia wacha stress. Don't worry, stop worrying. Hakuna kenye utajiongezea kwa kufadhaika. Anakupenda, anakujua, anajua unahitaji, anajua watoto wako wanahitaji nini. So stop worrying. Najaribu tu kuambia kwamba kuanzia sasa allow God, kubali Mungu afanye kazi ndani ya maisha yako. Mkubali, heri umpatie nafasi iende vibaya, usemange Mungu aliniangusha hapa, kuliko kusemanga hata siwezi jaribu kwa sababu hata wale wamejaribu hawajafanya. So stop leaning on your own understanding. Trust in God. Learn to trust in God. Learn to depend on God. Mungu hawezi kukuona ukianguka na furahi. So kwa sababu wewe ni mtoto wake, learn to know that hata ukiwa katika hiyo hali ngumu utatoka, maana kuna time and season for everything, na yeye mwenyewe anakupenda. Hii hali unapitia isifanye ukaanza kuji-question na kuanza ile self doubt na kuanza ile kufikiria mbona mimi. No, wacha hii situation ikukaribishie Mungu. Wacha hii situation ikufikishe mahali unajua kwamba God will do it. Understand? God will do it. Hiyo ndio inaitwa imani, na hakuna mtu anafurahisha Mungu kama yule ambaye ako na imani, maana maandiko yanasema without faith hawezi mfurahisha Mungu. So stop worrying too much. Hii hali alikuona ukiingia, Mungu aliona ukiingia kwa hii hali, anajua vile atakupea grace ya kukusustain, na anajua mpaka ile timeline inafika utoke. So trust upon him. Wacha uoga, wacha stress, wacha doubt, wacha mambo mob. Just trust upon God. How do you do this? Number 1, kama hujaokoka mpatie Yesu maisha yako. Number 2, jazwa Roho Mtakatifu. Na number 3, and this is very important, elewa hii safari na uelewe where your power come from, and you elewa every qualifications you need. Fanya part yako. That is what I'm trying to say. Fanya every part that you are supposed to play. The rest wachia Mungu.
Mungu akubariki mshindi mwenzangu, tuonane katika hiyo video ingine. Share hii na Mungu atakupea nguvu zaidi ya kuendelea. Peace.